Muda huu. Ni muda huu. Twende kwanza msikitini. Mbona unayafanya? Sasa shehe. Muda wa kufuturu umefika, tukae kufuturu. Tia adhana sasa msikitini. Sasa adhana ikiadhiniwa Abu, tunatakiwa tukae kufuturu. Twende kwanza msikitini, tukitoka msikitini ndio tuje hapa sasa tuweze kufuturu. Kwa sababu jur'atu min al-ma'i yakfika bil-futur. Kwamba ukinywa tu maji mkupuo mmoja unakutosha wewe kwamba kuwa ni futur tosha. Sasa kwa wakati ni muda wa adhana ya kubidi twende msikitini kwanza, tukitoka msikitini katika ibada ndio tuje tujumuike hapa ya mimi na wewe na dada tuweze kupata futuru. Shehe. Kwani sisi tunakaa hapa tunafuturu alafu tunaenda tunalipia? Hakuna kitu kama hicho. Shehe tangulia. Hata kuleta siasa inganishi na watu ambao sio kama dini yetu sisi bwana. Hata wewe unataka tugombane rafiki yangu. Mimi nimekwambia tangulia na kuja, kwani shida ipo wapi? Sababu mimi najua tukiongozana mimi na wewe huko njiani tutakuwa tunaongea tunaongea. Twende mimi siongee. Unajua Abu wewe. Nyie ndo mashehe ambao mnaitenganisha haki na amani. Kwa sababu kama jambo la kufuturu ni haki, sasa kwa nini unaanza kuletea kipingamizi? Sisi tunafuturu tu hapa, tukimaliza kufuturu tunaenda msikitini kuswali, shida ipo wapi? Wewe nikwambia takulia mimi nakuja. Kuna nini tena? Abu baka. Kuna nini? Niko na mwelekeo sasa muda uko na adhini msikitini kwa twende kuswali kwanza. Acha kuvukia mavyungu huko hata kula kula simuelewi. Kwani? Kuna shida gani mdogo wangu? Hebu muogope Mungu. Hata mwezi wa Ramadhani hauheshimu. Heshimu basi mwezi wa Ramadhani. Sasa dada, kwani ndio nataka kulifanya hapa nalo si ibada vile. Nenda kaswali kwanza. Ukirudi tutakutana. Sio ushakunywa maji. Maji ni iftari tayari. Hayo mengine ni vyakula tu, lakini maji ndio iftari yenyewe. Upate maji kidogo au tende, unaenda unasali kule tunakuja kula. Tupo watatu, atakula nani? Utajikuta mdogo wangu una shida gani? Hebu muogope Mungu kwanza. Sawa, tatangulie mimi naenda bwana. Nataka kuongozana. Niko ile msikitini. Sitaki kuongozana naye. Abu atangulie aende haya kwa muda wangu. Asikutulu sasa mimi hata msikitini. Inshallah na mimi naenda kuswali. Ukakamko tukakuta amekula. Usile tukukute hapo hapo wewe unataka kukutia hapo hapo. Twende kwenda kule mimi naenda kukutia uzo. Haya sawa. Una kama unafunga uswali au fungi kitu kama nilivyokuambia, baada ya kumaliza kufuturu ndio tiba yako nyingine iweze kufuata. Sawa sawa. Sasa kwa kuanzia leo ufunge tena kwa kutakuwa kushinda. Ubidi tena kukuje kufanyaje? Kukuje kulipe. Uko sawa? Kwa nini sifunge? Kuswali kuzuri. Sasa Matenga. Hivi kuswala sikukuu. Sasa na Matenga tia. Mimi nimekuahidi mimi mwenyewe. Kama nilivyokuahidi ya mambo futari nini mwanzo mwisho. Basi hata na nguo sikukuu kama kawaida Matenga. Matenga hana baya kwako. Mimi nakubali hapo tu. Kwenye kula sio shida zako. Hata kuvaa pia nidhalilike. Udhalilike katika kula utadhalilika katika mavazi. Kati Matenga huko. Matenga yupo na vyangu mjini. Ndio maana nakupenda Matenga. Mungu Matenga bwana. Kwa mimi kuanzia kiatu, nguo, vote tunamaliza wewe. Haina shida. Haina shida. Tenga Yaani ndio Matenga. Wewe acha. Asalamu alaykum. Kwa sababu ugonjwa yako wewe kuingilie kusema kusiri. Utibi yako wewe kuingile kwa njia ya kusiri. Sawa sawa? Na kutibi yako wewe kutakiwi kutotolewa kwa njia ya kusiri.
Inatolewaje sasa hiyo nani? Hiyo tiba. Kusali vizuri sana. Utakiwe kuingiliwa wewe na kudawa. Ndio kuweze kufanyaje? Kutoke kutatizo yako. Ni sawa na mume. Naweza kufanya. Hakuni. Kumume yako kushiki kudawa hiyo, kudawa kuharibike. Sawa? Kwa anafanya nini? Hiyo ndio ile kutoa wewe haraka haraka kule msikitini. Siamini macho yangu. Shi wangu. Hata ya pili hajapita. Kaka, yaani unahesabu mpaka rakaa nazo swali ndugu yangu. Mwezi wa Ramadhani huu. Hatujamaliza wewe haraka haraka unachukua viatu vyako, kiatu. Kumbe unakuja kwa hapa. Yaani una hata kaba unaonekana ndugu yangu wewe. Haya, endelea na shughuli zako. Mimi napita tu lakini. Haya, endelea na kazi yako. Jamaa ana dogo yule. Yaani hili Kolomeo sio kaba hii. Hana. Yaani unavyoona hapa. Anaenda kuyatapika yote kesho msikitini. Swali kitu. Hadi mimi yenyewe kuwezi kufanya hivi. Kuwezi kufanya hivyo kwa elimu kupande, kuweke kudao, alafu kuingilile. Kukuwe na kutuleshi. Ni kumuli tu kidogo na kumalize na kugonjwa yako yote kutoke. Sawa? Kulelo. Mshirikina unamshinda kwa waganga, unasangenya wenzi. Anakwambia inna anzainahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun alfu shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bizni rabbihim min kulli amri salamu iya atra matlatul fajr. Umeona vitu hivyo? Yaani hapo Mwenyezi Mungu alivyoteremsha usiku wa Lailatul Qadr akaushushia na neema, akaupa na shani, anawatuma malaika wake wakiongozwa na malaika mkubwa kabisa Jibril. Shukeni, nendeni mkasalimie waumini sisi ambao tunafunga na kuswali mwezi wa Ramadhani na miezi mingine. Naona sasa kipindi pale wanashuka na kutoa salamu, Mwenyezi Mungu pale anaifungua milango ya maombi. Chochote utachokiomba unakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukiutumia usiku ule, unaamka usiku, unapiga nani uzu wako, unaswali pale talaka 2, unamuomba Mwenyezi Mungu, mimi nijalie hiki na hiki na hiki. Mwenyezi Mungu anapokea kwa haraka. Wanachofeli waumini wa sasa hivi, swala 5 Mwenyezi Mungu kasisitiza tuswali, lakini wao katika swala zile 5 zile wanataka kuweka na maombi yao mule. Mke wangu, kulikoni? Mnatoka chooni watu wawili? Kwani kulu tatizo kulu nini? Kulutoke kulufanye kuludalo au kukutu kulu kukuambile kama kuludalo kwingine kulufanye kulu baada ya kufuturu. Ndio maana ulingangania mke wangu abaki hapa ili kusudi ndio mfanye kazi ya kwenda chooni, mnatoka chooni, mnaenda chooni, mnatoka chooni, si ndio hivi? Kulu mimi kululize lwelwe. Kuludalo kulufanye kulupekelale keulu. Kulu mimi ndo kulufanyile kuludalo wa hilo, na kuludalo wa hilo kutakilo kulucholo. Mtu pale anaswali swala ya lazima kuswali, anaenda pale Mwenyezi Mungu nijalie sijui hivi nipate. Pale unaharibu swala yako na Mwenyezi Mungu akujalie chochote. Zipo swala za kumwomba Mwenyezi Mungu. Ndio ikiwemo mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa bonus offer. Ukiswali sunna unaonekana kama umeswali sijui miaka mingapi. Watu ndio wanaona msikitini wanajaa. Umeona vitu hivyo baba? Upo? Unaleta mchezo. Hivi
Wewe hiyo elimu yako umejifunza wapi? Mwambieni mimi pale nyumbani yule dada yangu ye mwenyewe ni ostazati. Huyo shemeji ndio sisemi anaswalisha msikiti Kariakoo. Tende sisi tununui zinatoka Uarabuni moja kwa moja, anapewa pale imamu analeta nyumbani. Huyo mdogo wangu Abu ndio simwambie chochote, yani usimguse kwenye masuala haya. Mimi pale kwenye masuala ya dini haya ndo mtu wa mwisho. Kwa hiyo nikija kwa vilaza wenzangu nawapa dawa. Kwa hiyo sisi ni vilaza. Blaza. Naomba nisikilize kitu kimoja. Sawa? Mke wangu. Ingia ndani. Chukua nguo zako, chukua kila kitu chochote cha kwako. Turudi nyumbani. Mume wangu mimi bwana siondoki. Sasa naondokaje sijamaliza dawa? Unasemaje? Yaani unaona kabisa dawa hii hapa lakini bado unanihisi vibaya. Hivi kweli uone kama unanizalilisha? Na wewe ndo unajiita shehe. Unasema eti umefunga? Unapatije ujasiri wa kuingia na mke wa mtu chooni? Sasa wewe mimi kuluulize, kulumuke yako kama mimi kama kuto kuluamini, mimi kuweza kulutubile, kulifuata kunini hapa kululinge yangu. Blaza, naomba tuheshimiane. Huyu ni mke wangu. Sawa, mke wangu. Ni kweli nimekuletea chakula. Sawa? Lakini kwa hii hali niliyoikuta hapa sio kweli. Naomba ingia ndani. Chukua nguo zako. Turudi nyumbani. Utaenda kulia hiki chakula nyumbani kule, sawa? Mungu si bwana. Sasa naondokaje mimi dawa sijamaliza? Yaani umesema dadako ndio kasoma, sijui na nani mdogo wako, sijui ni shemeji, ndio wewe umesoma? Kwa hiyo unatuona sisi akili hatuna. Ndio unakuja kutudanganya sisi, si ndio? Kwa hiyo sisi ni vilaza. Mimi nimewaita vilaza kwa lugha tu ya kutaka kuelewana. Yaani kwa maana yangu wale wana elimu kubwa kuliko sisi. Lakini ndio maana nimetumia neno vilaza. Sio kama nyinyi vilaza sijui hamuelewi, mnaelewa. Ila tu nyinyi majeuri kwenye kukadhibisha maneno ya Mwenyezi Mungu mnakadhibisha. Mkiambiwa mfunge ndio hivyo namna gani vile mnaonekana kwenye mabanda ya chips, sitaki kusema sana. Lakini zungumza hivyo. Unaelewa usingetuita vilaza. Tuachane na hayo. Kuna wazo mimi nimelipata katika mawazo haya ya kusherehesha masuala ya kupata swahabu haya. Unaona lazima tupeane dawa kama hizi. Nimekaa nimefikiria, nimeona kijiwe hiki tukiwa tunakaa tupate faida inakuwa sio vizuri. Lazima tupate faida kwa Mwenyezi Mungu, tupate na faida na sisi wenyewe za kiuchumi. Nikapata wazo. Kwani sisi hatuwezi tukaandaa kupiga daku hivi tunaamsha watu usiku kula daku? She, piga daku unapata swahabu au unapata dhambi? Haki daku si vile vingoma, kupiga ngoma. She. Hasa swala la kuamsha mtu usiku daku na kupata dhambi wapi na wapi? Wewe unaonekana shehe wa mchongo. Yaani kumwamsha mtu ili akale daku inakujaje hapo? Yaani dhambi kivipi? Wakati unamwamsha mtu labda amepitiwa usingizi, unamwamsha ili akale daku. Leo nasema kwamba ni dhambi. Dhambi inakujaje hapo? Wewe ni kweli nakuona una akili, kumbe na wewe una akili. Shehe gani? Wewe ni shehe wa mchongo na wewe. Wewe kaleta pointi, tena kaleta pointi nzuri tu. Useme kurudi. Mimi kulikwenda kulupangi ile, kulukazi nyingine kwa ndani. Hii kulumuke yako mimi kuluacha. Alafu kuluone hii kulumuke yako kulukufi na wewe kulukufi kusemu yako kusili. Sasa kuluone kulunini kulupata kulupambavu. Mungu unaona sasa na wewe bwana umemsikia alivyosema? Mimi nitakufa bila kumaliza dawa. Bwana kwa hivyo nimeanza kuwa na mashaka na wewe. Nahisi umenielewa mke wangu. Mimi siondoki. Unasemaje? Wewe tangulia mimi nitakuja. Sisi kwetu kule kijijini Singida, mimi nilikuwa kinyago. Baba anaenda anapiga daku, mimi nakaa kinyago. Ili mradi tu tuamshe watu na alikuwa tunapata riziki. Tunapata hela, ina maana siku ya Idi tunakuwa mabosi. Tunapata riziki chochote kitu. Sasa wao wanaposema kwamba ni dhambi, hiyo dhambi inakujaje? Sasa napiga ngoma. Kweli ukisema daku ngoma
mimi sikatai. Lakini sasa wewe uone shughuli hizi wanavyoweka kama madufu yale. Sisi tuna tofauti gani na wale? Hatuna tofauti yoyote. Kama wale wanapata swahabu na sisi kwetu ni swahabu. Kama wale wanapata dhambi, basi Mwenyezi Mungu atatusamehe kwenye hilo, lakini sisi hatuna nia mbaya. Kwanza kitu kimoja tumekubaliana, Kwa kweli wazo limepita. Hiyo mimi sipingi. Ila shehe, wewe anafaa tu kwa kinyago. Maana kinyago, maana si unaona hata sura yake. Hivi wewe una akili timamu wewe? Yaani mimi umri huu nikae kinyago. Kama tumekubaliana tufanye ile jambo lipite. Lakini shehe, Kadaku unajua? Maswala tena unaniambia mimi maswala ya kupiga daku ya kuimba. Mimi natokea kusini. Rufiji huko. Kibiti. Kwa kina Mboso hapa, kwetu hapa. Kwa mzee Kilungi hapa, kwa mzee Mkwenye hapa, majirani. Umeona bwana? Yule Mboso unayemuona yule, tulikuwa tunapiga naye daku. Anakaa kinyago. Umeona? Kapata bahati mwenzangu ndo huyo katusua kwenye masuala ya muziki, ya motobendi, Wasafi. Sasa hivi anajitegemea mwenyewe. Maisha yanafanya nini? Yanaenda. Lakini kama unapata bahati ya kuonana naye, muulize unamjua Mkwenya vizuri kwenye masuala mashairi. Maana kitu cha daku zamani, unanikumbusha zamani kwanza. Ukikaa kama hapa unakisikia kwa mbali huko, msolobako, mwana Malombe kasema sirudi tena. Mwana Malombe kasema sirudi. Oya wewe. Achana nayo. Kwa hiyo vipi vipita? Sawa, kupiga unaweza. Na kuzimba nyimbo za Ramadhani za daku unajua? Sasa wewe unaongea nini baba? Tunaongea nini hapa? Yeye anaongea nini? Na kuzungumza sio shida, vitendo. Yaani wewe nishakwambia wewe hauko sawa. Yaani huyu jamaa huyu rafiki yangu huyu anapenda kuvirudisha vitu nyuma huyu. Hamna kitu. Mbona unakuwa kama uko wazi shekhe? Usiwe wazi. Kitu haufungi, kitu kufunga imani. Imani yako ipo wapi mwanadamu? Mtake msamaha Mola wako. Haufungi kitu, haufungi kitu. Kufunga imani, funga inaondoa matendo mchafu, na kama unafunga uswali haufungi kitu. Mimi huyo. Wewe nani? Ustazi. Ustazi gani wewe jua kali ili ujitambulishi? Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Wenyewe si makuta huko. Wenyewe gani unawaulizia wewe? Yaani nasema hao wenyewe wenye nyumba hii. Wewe kwanza jitambulishe, wewe nani? Unahitaji nini? Shehe, uone kanzu hii? Yaani jitambulishe katika kanzu, unaiona kabisa imenyooka kanzu hii. Kwa hiyo wewe shehe kanzu, si ndio? Haya, mimi naitwa Shehe Nguvu. Niambie Shehe Nguvu, una shida gani? Hapa bwana, tumekuja kuna kijieneo chetu hapo chini kidogo, waumini tulijichanga tukakichukua pale kijieneo cha wazi kile. Kwa lengo ni na madhumuni, mimi nazunguka kwa ajili ya swadaka. Wanasema swadaka binjaria, yaani kwamba ukitoa swadaka basi mambo yako yanakuwa ni mazuri. Kwa hiyo tunazunguka kwa ajili ya kutoa swadaka. Watu wengi tunatoa ili lengo ni kujenga pale nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo shehe, wewe imani kweli ipo hapa? Imani nayo. Sawa, mimi unachonishangaza kitu kimoja. Unaposema imepatikana sijui eneo pale tujenge sijui nyumba ya Mwenyezi Mungu, na maana hiyo nyumba mkimaliza Mwenyezi Mungu anakuja kuhamia pale, si ndio? Matenga. Asalamu alaykum. Salamu. Habari. Safi, habari za nyumbani? Nashukuru kwa wazima. Ramadhani vipi? Mashallah, Ramadhani imepanda. Sio shida zangu. Na mimi naona. Mimi nachotaka tu kama kawaida yangu. Haina shida. Mida imefika ya kwenda
Kukarangiza. Wewe tu hapa ndio umepika kwanza matenga. Yani za hizo kama kawaida. Sawa. Ili mbili tu tosha hizo bangu. Karoti je? Pia huo umeingia Karoti ngapi? 2 tu. 2. We matenga huyo. Yaani hapa mwanzo mwisho. Nyanya matenga huko. Nyanya ni nyingi. Yaani hapa umefika. Hapa ndo kwanza matenga. Hapa ndo kwa matenga. Unajua? Zote hizo. Uliza tena. Mambo ya daku haya. Najua? Mimi hapo tu. Yaani nataka ni sufuria imekamilika. Safi. Good good. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaani shehe wangu wa kuzungumza maneno kama haya kweli? Yaani tunajenga nyumba, maana yetu pale tunajenga nyumba ya kufanyia ibada, ya kupatia vijirakaa pale, ukapata vijirakaa, ukapata thawabu. Shehe wangu unaongea maneno kama hayo ambayo hayana maana mwezi kama huu mtukufu jamani. Shehe, sasa mimi nimekosea nini? Wakati wewe mwenyewe tu maneno yako anajirekebisha. Kumbe ile ni nyumba ya ibada, sio nyumba ya Mwenyezi Mungu, ni sehemu ya kufanyia ibada. Mnataka sasa tuzungumze mtuone sisi tunakufuru. Kumbe nyinyi wenyewe matamshi yenu ndio yanakosea. Unaona? Kwa hiyo shehe wangu, hiyo michezo mimi naijua. Sawa? Hiyo michezo mimi naijua. Kwa sababu gani? Wewe sio wa kwanza. Walikuwa wanapita watu hapa wanachangisha pesa sijui ya michango wa madrasa, wataka kutengeneza madrasa sijui hivi. Mimi nikawauliza, hayo madrasa mnataka kuyajenga, hao watoto wanakuja kusoma hawatolipa hela ya ada? Wakasema watalipa hela ya ada kwa sababu ya walimu sijui nini. Nikamwambia basi nyinyi hamna sela, mnauza dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kama dini ya Mwenyezi Mungu sisi tunaweza tukasoma hata chini ya muembe tukaelewa, kwa sababu hata huyo mtume wenyewe alikuwa anasoma kwenye magome ya mti. Unaona bwana shehe? Kwa hiyo nyinyi ni matapeli, hamna lolote. Mnakusanya hela kwa niaba ya matumbo yenu na wala sio kwenda kujenga misikiti. Yaani shehe, jinsi unavyoonekana, sura yako na kulauzu bila bidifaraku imenyooka iko vile vile. Yaani sura yako inapendeza kuonekana kwa muonekano wa sura ile, shehe. Lakini shehe unakuja unajivunzia kabisa utaratibu wa muonekano wako. Sura yako na leo tofauti shehe wangu. Masuala ya michango haya ni swadaka. Na tukisema swadaka maana yake binjaria. Maana yake binjaria utoe ujaliwe. Sasa shehe wangu tofauti iko wapi shehe? Nyinyi mnataka kupaka mjenge watu ndio nani waswali? Shehe vipi bwana? Shehe, karne zinabadilika. Na ndio maana kipindi hicho watu walikuwa wanavaa vilemba, leo unavaa barakashea. Kwa sababu ukija kufuatilia enzi za mitume huko, barakashea ilikuwa hakuna shehe. Lakini sasa hivi leo una barakashea, kanzu limekunyooka namna hii, lina maana kubwa shehe wangu. Miaka inabadilika. Shehe, usizungumze mengi. Mimi nikwambie tu, mimi sadaka kama namna hiyo hamna na siwezi kutoa, wewe nenda. Shehe, sio. Wa alaikum salam mama, kwema? Za saumu. Salama, tusijue.